Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Machi 2, mada ikisema kujiandaa kwa ajili ya siku takatifu. Kutoka 20 aya 8 imeandikwa, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunapojifunza neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu atusaidie tuyaelewe haya tujifunzayo na tukayatumie katika maisha yetu, tukayapokee maneno yako na kuyafanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Mwanzoni kabisa mwa amri ya 4 Bwana alisema, kumbuka. Alijua kuwa katikati ya wingi wa masumbuko na mashaka, mwanadamu angejaribiwa kuwa na kujitetea kutokana na kutotimiza matakwa kamili ya sheria, au angesahau umuhimu wake mtakatifu. Ndiyo maana alisema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Katika juma lote tunapaswa kuwa na Sabato akilini na kufanya maandalizi ya kuitakasa kulingana na amri. Sabato inapokumbukwa hivyo, mambo ya kitambo hayataruhusiwa kuingilia mambo ya kiroho. Hakutakuwa na wajibu upaswao kufanywa katika siku 6 za kazi utakaoachwa ili kutimizwa siku ya Sabato. Wakati wa juma, nguvu zetu hazitamalizwa katika kazi ya kitambo kiasi kwamba siku ambayo Bwana alipumzika na kuburudishwa tutakuwa tumechoka sana hata kushindwa kushiriki katika huduma yake. Maandalizi kwa ajili ya Sabato yakamilishwe siku ya Ijumaa. Hakikisheni kwamba mavazi yote yanakuwa tayari na mapishi yote yakamilishwe. Sabato haipaswi kutolewa kwa ajili ya marekebisho ya mavazi, kwa upikaji wa chakula, kwa kutafuta maburudisho au kwa ajili ya shughuli nyinginezo za kidunia. Kabla ya jua kuzama, hebu kazi zote za kidunia ziwekwe kando na majarida yote ya kidunia yaondolewe. Wazazi, elezeeni kazi yenu na kusudi lake kwa watoto wenu, na waruhusu kushiriki katika maandalizi yenu ya kuitakasa Sabato kulingana na amri ya Mungu. Kuna kazi nyingine ambayo inapaswa kuzingatiwa katika siku ya maandalizi. Katika siku hii, tofauti zote za ndugu, iwe katika familia au kanisani, zinapaswa kuondolewa. Hebu uchungu, ghadhabu na makusudi mabaya yote yaondoshwe nafsini. Kwa roho ya unyenyekevu, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kabla ya jua kuzama, hebu wanafamilia wakusanyike kusoma neno la Mungu, kuimba na kuomba. Tunalazimika kuilinda mipaka ya Sabato kwa wivu. Kumbuka kwamba kila wakati umewekwa wakfu, ni wakati mtakatifu. Hii ni Machi 2 mwaka 2026, mada ikisema kujiandaa kwa ajili ya siku takatifu. Huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara,
wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha